Karibu tena kwenye simulizi yetu ya Sitasahau Usiku Ule. Leo tutajua kwamba kumbe yule mtoto baada ya mauaji ya mzee Nyalile na mke wake, yani baba yake Mliti na Nasra, alichukuliwa na wauaji ili akauawe kwa mganga wa kienyeji huko, na kisha akatoroka. Hivyo wao wakaendelea kuchanganyikiwa wasijue amekwenda wapi mtoto huyu. Wahusika walikumbwa na shaka juu ya kile kilichotokea nyumbani kwa mganga, kwa sababu kutokana na masharti yao, mdogo wao huyo Mliti ilikuwa uawe ndani ya siku 5 na sio kabla ya muda huo. Kwa hiyo walikuwa na muda ambao walimuhifadhi katika chumba kimoja ambacho wasingeweza kumuua kabla ya siku hiyo. Na pia kutokana na umri wake mdogo, kijana huyu walijua hawezi kutoroka. Walimfungia kwenye chumba cha giza ambapo humo aligundua eneo moja lililokuwa na kijiwazi kidogo. Kijana huyu ambaye alikuwa na akili pamoja na kwamba alikuwa mdogo kwa umri, alipopapasa ndani ya giza hilo akaokota kipande cha nondo na akawa naning'inia pale kwenye uwazi. Kaning'inia mara ya kwanza, kisha nafasi kaonekana. Akaendelea kupabomoa hivyo pole pole na utoto wake, na kisha kaweza kutoroka. Na wao siku hizo zote wakati wakisubiri kufanya makafara hayo, walikuwa wanalewa usiku kucha. Baada ya kuwatoroka, mtoto huyo alianza kutembea usiku kucha, hajui anakokwenda. Lakini kama unavyojua mazingira ya kijijini huko alikuwa anayajua. Alitembea na kuna wakati akawa anakaa kwenye mti mpaka ilipofika alfajiri, ndipo alipotembea umbali mrefu. Hata hivyo huku ziliundwa hadithi nyingi sana. Wengine wakachukua hadi nguo zake kati ya wale wauaji na kuzitupa porini na kisha kueneza propaganda kwamba aliliwa na simba. Kwa umri waliokuwa nao Mliti na Nasra wakati huo, na wao walikuwa hawawezi kuzisikia hizo habari. Kwa sasa walikuwa kikimbia huku na kule, wanataka kuuawa. Mliti sasa kahitimu jeshi na ameajiriwa huko, na mdogo wake Nasra na yeye amehitimu mafunzo ya mawasiliano, wanaanza kufuatilia upya jambo hili. Baada ya kukua, Mliti na Nasra walikuwa na nia kujua ukweli kuhusu mdogo wao na tetesi ambazo kuna mzee mmoja alijitoa muhanga na kuwadokeza kwamba mdogo wenu yupo hai. Katika mazingira ya kijiji kidogo cha Igalangala, ambapo wanyama wakali kama vile simba na chui walikuwa kitawala porini, na haikuwa jambo la ajabu kuwaona hata mitaani. Hivyo habari za kwamba mtoto huyo aliliwa na chui ama simba ziliaminiwa kwa haraka. Hata hivyo mijadala kwenye pombe kwa miaka mingi ilikuwa kinzani, wengine wakiwa wamejaa mitazamo tofauti kuhusu kijana huyo mdogo, kwamba alivyopotea usiku ule hawana hakika kama aliliwa. Yamkini aliokotwa na wasamaria wema. Wengine wakasema aliliwa na simba usiku ule ule, huku wengine wakisimama na msimamo wao kwamba alitoroka na hawajui aliko. Lakini ukweli ni kwamba kijana huyu alikuwa hai, na wapo walioficha habari hii kwa makusudi. Mmoja wao ni yule mgeni kutoka mkoa mwingine ambaye alimtunza kijana huyo kwa upendo kwa miaka mingi. Baadaye akaamua kumpeleka shule na kumuendeleza huko. Amemwandikisha kwa majina yake, lakini aliripoti kwa mamlaka husika wanajua aliko. Wakiwa katika mazungumzo, Mliti alimwambia mdogo wake Nasra, tunahitaji kujua ukweli bila kuogopa lolote kuhusiana na mdogo wetu. Kama yupo hai ni lazima tuweze kumpata, na kama alikufa pia tujue. Nasra alijibu huku machozi yakimtoka, ndio kaka Mliti, lakini je, tumekwisha fikia mahala pa kuibua ukweli, kwa maana ya kupata vielelezo? Watu wanashikilia siri hii kwa nguvu, na wengine wameshakuwa na hatia juu ya mauaji hayo. Hata hivyo hakuna siri, kwani Nasra katika simulizi za mle kambini alikuwa akizungumza na mama mmoja. Kumbe yule mama alikuwa akienda kununua mazao huko Igalangala, ni mwenyeji huko. Akarejea tena huko kijijini na kuupeleleza ukweli huo,
akarejea na taarifa nyingi sana. Waliamua kuanza kufuatilia na wao Mliti na Nasra hapa. Kwanza kwa kupata picha za utoto ambazo walikuwa kipigwa kule kanisani kila siku ya Christmas. Walikumbuka walipiga na mdogo wao huyo Christmas moja. Mliti kwa sasa anataka kuomba likizo kazini, aingie katika kazi nyingine ya kumsaka mdogo wake, lakini trip ya kwanza ni kwenda kijijini Galangala kufuatilia vielelezo huko. Kwa sasa yeye ni mwanajeshi, hatishiki sana na wale wabaya waliokuwa wanawatishia kiasi kwamba mpaka wakawa wanafichwa ati watauawa. Mliti wa sasa si wa kufichwa, bali ni mtu ambaye amekuwa mtu mzima, anaweza kukabiliana na lolote. Je, nini kitatokea sasa hapa? Usikose sehemu ya 43 ya simulizi yetu ya Sitasahau Usiku Ule. Kukuaga ni Mtunzi, pia msimulizi wako Leonard Mubali, nasema asante kwa leo.